Runinga ya KTN. Bila shaka ni afueni kubwa kwa watumizi wa mitandao. Kamati ya usalama ya kaunti ya Nyandarua imepiga marufuku mikutano ya kisiasa ya usiku katika eneo la Olkalau kuelekea uchaguzi mdogo wa ubunge utakaofanyika tarehe 16 mwezi huu. Hatua hiyo imefuatia vurugu zilizozuka katika hoteli moja ambapo wafuasi wa vyama vya UDA na DCP walikabiliana na kusababisha watu wasiopungua 5 kujeruhiwa huku magari kadhaa yakiharibiwa. Tukio hilo limezua majibizano mtandaoni kati ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, huku kila upande ukimtuhumu mwenzake kwa kupanga vurugu hizo. Mwandishi wetu Ken Gashuhi anaripoti. Jumatano usiku katika hoteli ya Royal Gardens mjini Olkalau, makabiliano yalizuka kati ya wafuasi wa vyama vya UDA na DCP na kuwalazimu maafisa wa polisi kuingilia kati. Milio ya risasi ilisikika angani huku wafuasi wa mgombea wa DCP katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau wakidai kuwa maafisa wa polisi waliokuwa wamevalia mavazi ya kiraia wakishirikiana na makundi ya wahuni walitumwa kuwatawanya walipokuwa katika kikao cha kupanga mikakati ya kampeni. These were government goons armed with knives, armed with sticks and armed with guns, descended on innocent people. Crude weapons that had been brought by the police goons, they were not able to put them into the motor vehicles. Wawakilishi wadi 5 pamoja na mfanyibiashara mmoja walijeruhiwa katika vurugu hizo kabla ya kuokolewa na wafanyikazi wa hoteli pamoja na maafisa kutoka kituo cha polisi cha Olkalau ambako walirekodi taarifa zao, huku baadhi ya maafisa waliowaokoa wakipatiwa uhamisho wa mara moja hadi kaunti zingine. We have made our reports. We might not expect much anyway, but we are going to pursue these matters through the criminal justice system, through the civil justice system, to see that justice is done. Kaeka gari parking hapo nje. Kurudi nilipata gari yangu ikiharibiwa, imekatwa miguu yote 4. Wametoanisha waya zote, wametoboa betri yangu. Na mimi I was in my normal day nitafutia watoto yangu. Aidha, upande wa DCP ulishtumu serikali kwa kutumia tukio hilo kama mbinu ya kuwatishia wao na wafuasi wao. This was an act of cowardice. If they can at least tell to our supporters, it was an act of cowardice, and they also intended to distract our attention from the campaign we are doing here at Olkalau. This government and Kipchumba Murkomen is that you can pretend, you can write long statements, but we are telling you to really investigate. If you are serious, and I know you not do it, to investigate exactly what happened here. Serikali na upinzani walirushiana lawama kupitia mitandao ya kijamii ambapo aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alimtuhumu waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kwa tukio hilo, huku Murkomen akimlaumu Gachagua kwa kile alichodai kuwa ni kutafuta huruma ya kisiasa. Kuna zile mkutano za kawaida when people retreat back to their hotels, wanapanga mkutano ya kesho, but zile rallies iko na wakati wake, na sio county commissioner amesema, it is the IBC and they have signed for it, all of them have signed. Ikifika saa 11, by saa 12 those places should be cleared. Wakati huo wafuasi wa pande zote mbili wameonywa dhidi ya kuharibu mabango ya kampeni ya wapinzani wao na badala yake wasubiri kufanya maamuzi kupitia kura wakati wa uchaguzi. Wakazi wa Olkalau wataelekea debeni Julai 16 kuchagua mbunge wao kujaza pengo lililosalia wazi kufuatia kifo cha mbunge marehemu David Kiaraho kilichotokea mapema mwaka huu. Nikiripotia runinga ya KTN kutoka eneo bunge la Olkalau, kaunti ya Nyandarua, mimi ni Ken Gashuhi.